familia ya Cosmas Mutunga ambaye ni mgonjwa wa saratani ambaye alipatikana akiwa ameuawa katika wodi ya hospitali kuu ya Kenyatta inataka haki itendeke dhidi ya familia hiyo, wakisema kwamba inafadhaishwa pakubwa iwapo mgonjwa anaweza kuuawa kinyama akiwa mikononi mwa wauguzi. Mwanahabari Saida Swale alimtembelea mkewe mwenda zake na kutuandalia taarifa ifuatayo. Sasa tukaambiwa tupelekwe tukaone huyo marehemu. Mimi kile nilipata hapo, ile sura nilipata hapo, nilichangaa mtu anaweza kufanywa unyama huo na ako hospitali. Sasa kama ni hospitali unafanyiwa hivyo, nani pako na imani? Hiyo uso ni kama ilikuwa inachimbwa na njembe, imeshiba mpaka njicho likachimbwa likatolewa, na hiyo njicho ilikuwa hapo. Mimi niliona hiyo sura na nikakimbia. Celestine Mwende anasimulia jinsi alivyopokea habari za kutamausha kumhusu mumewe aliyelazwa katika hospitali kuu ya Kenyatta. Mutunga alikuwa ni mgonjwa wa saratani aliyelazwa katika wodi nambari 8C alikopatikana ameuliwa kinyama, huku silaha butu ikipatikana ikiwa na damu. Kila pahali imetapaka damu, huku kila mahali, hii macho hakuna nini. Sasa ndio walituambia, sasa ndio wameita polisi wahando hiyo kesi. Kutoka hapo tuchukue ripoti kwa polisi, waendelee na kutuelezea what to do next. Huko walituambia wao wanaendelea na uchunguzi. Hawajui ilifanyika nini, juu walimuatendi na wakamuacha akiwa hapo, akiwa hai, na kuja wakakuta huo unyama wote. Kwanza walitupeleka mahali aliuliwa, alafu wakatupeleka mahali wamemuweka. Tulikuta wamemuondosha kwa wodi, wakampeleka kwa chumba kingine hapo. Kulingana na shemegie, siku ya Jumamosi alimwacha akiwa na maumivu ya uti wa mgongo. Hii ni baada ya kutolewa maji kwenye uti huo yaliyotarajiwa kutathmini endapo saratani hiyo ilikuwa imeenea au la. Wakaagana vizuri ilipofika mwisho wa saa za kuwatembelea wagonjwa, akamwacha amepumzika. Kilichofuata kimebaki kuwa kitendawili, akipatikana alfajiri iliyofuata akiwa mfu. Nikaona akipata nafuu atarudi kazi, tusaidiane na watoto. Naye kule bandala ya kupona ameuawa. Mimi nimeumia sana kwa moyo wangu na sijui haki itatendeka vipi. At 5:30 a.m. the nurses went to prepare the patient for the morning medication and found him with facial injuries. They immediately alerted the doctor, who came in and certified that he was dead. The hospital management informed the authorities, and immediately the police took over the case. 3 nurses on duty. We should have actually been moving up and across the room, attending to several patients. The entry is actually manned from the outside by security officers, who report that they did not see anyone enter that ward. But I think for that we shall leave it to the investigating officer to find out more details on that. Ripoti zinaashiria kuwa Cosmas alikuwa kwenye chumba kimoja na mgonjwa ambaye huenda akawa ndiye shahidi wa pekee wa tukio hilo, lakini mgonjwa mwenyewe ana ulemavu wa kutosikia na kutozungumza, wengi wakidai kuwa pia huenda alikuwa na akili punguani. Huyo kijana bado ndiye alikuja akatuelezea kwa vile maneno ilienda. Ni kulikuwa na mama msito mwenye alikuja, mama mnono akiwa na kibeti ameweka hapa, na kijana mpupi saisi hii. Ndio walikuja wawili. Yule alikuja akarudisha hiyo mlango ya ward. Waliingia direct. Huyo kijana mwenye alikuwa mpupi ndio alitoa chuma yenye walikuwa wanamwati nayo. Mndunga naye yenye ilimuua. Sasa kutoka hapo ndio akafanya hiyo bubu hivi asipige nduru. Lakini wengi wakitaka kupata ufahamu ni vipi mtu kutoka nje asiyejulikana angeingia ndani ya wodi na kufanya unyama huo licha ya usalama uliopo hapa. Na je, aliyemuua alikuwa analipa kisasi kipi? Wamesema mwili uko mikononi mwao, ndio watafanya postmortem. Sasa wanaendelea na uchunguzi.
It's under investigation, so we even don't know as at now whether someone came from out or someone within. So let's leave this to the police so that once it's completed, we'll be able to say. Huyu ndio mnasema ndio head of the security hapa, na mtu ameuawa. Kazi yake ni gani na ni security gani anaweza kusema ako na security kwa nini? Kwa hospitali. Surely. Haya, sisi tukikuja masaa ya kuninia kuwa na mgonjwa kabla, hata kama inabakisha dakika 5 wewe ingia. Au stranger walipitia wapi? Celestine ameachiwa mzigo wa kuwalea watoto watatu. Wako shule, mmoja ako university, mwingine ako form 2 na kuna wengine wadogo wale wako primary. Na nina huruma sana, hata sijui nitawasomesha hao watoto na nini vile nimeachwa. Hata pesa zilikuwa zote zimeishia hospitali, njoo gharama ya hospitali ni nyingi sana. Akisubiri uchunguzi kufanywa ili ampe mumewe heshima za mwisho anazostahili. Kifo cha Cosmas Mutunga kinaibua hisia mseto kuhusu hali ya usalama humu nchini na hususan katika vituo vya afya vya umma. Lakini sasa kwa familia ya Cosmas Mutunga ingali bado inahuzunika kuhusu jinsi mauaji yake yalikuwa ya kinyama. Saida Swali, KTN leo, eneo la Embakasi, Nairobi.